katika ujirani. Fungu kuu linatoka katika kitabu cha Marko 12:31. Nina furaha kubwa kuwaona ninyi nyote leo. Je, tunatambua ya kuwa Yesu ametupatia ujumbe wa pekee sana? Katika kitabu cha Marko 12:31 anasema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hii inamaanisha kuwa Yesu anatuagiza kuwa watu wema na wenye heshima kwa watu, kama vile ambavyo tungependa nasi tutendewe. Sehemu ya kwanza, ulimwengu uliojaa majirani. Hebu tufikirie kuhusu ulimwengu. Fumba macho yako kwa muda mfupi na uwafikirie watoto kutoka mikoa mbalimbali na sehemu mbalimbali. Mfumbue. Kilimanjaro watoto wengi hupenda kula kande. Mwanza na Shinyanga wanapenda kula ugali. Bukoba wanapenda kula ndizi. Nigeria watoto wengi hupenda kucheza mpira miguu na marafiki zao kama sisi. Ufilipino watoto hucheza mchezo wa kutumia fito za mianzi. Urusi watoto hupenda kuseleleka juu ya barafu. Japokuwa watoto ulimwenguni kote huishi kwa umbali mkubwa, lakini hufanya mambo yanayofanana na yale tunayofanya sisi. Sehemu ya pili, njia zipi naweza kutumia kuonyesha upendo kwa jirani yangu? Je, ninawezaje kuonyesha upendo kwa majirani zangu? Njia ya kwanza, kuwa msaada. Rafiki yangu au yako akiwa anahangaika kubeba vitabu, mdogo wako, kaka yako, dada yako, ndugu yako yoyote au jirani yako yoyote, unaweza kumsaidia. Kwa mfano kaka yako alikuwa kumsaidia kustata viatu, tunatakiwa tumsaidie. Kuna wengine tusaidia kustata viatu. Tabia zetu watoto. Mungu atushauri tuache. Mungu anatusaidia, anatuomba tuache. Njia ya pili, kusikiliza vizuri. Wakati mwingine kuwa rafiki na jirani mwema ni kumsikiliza mtu anapokuwa na jambo linalomuumiza na kumwambia Yesu anakupenda, atatusaidia. Njia ya tatu, kufurahia tofauti zetu. Hebu fikiria iwapo vitu vyote duniani vingekuwa vinafanana. Dunia ingechosha kutazama. Mungu alimuumba kila mtu kwa namna ya pekee na ya kupendeza. Sehemu ya tatu, Yesu mfano ulio bora. Yesu mfano ulio bora kwa namna ya kuwa rafiki wa kila mtu. Yesu alipokuwa duniani alitenda kwa upendo na heshima. Aliponya wagonjwa, alilisha wenye njaa, alikaa na kuzungumza na watu waliotengwa. Biblia inadhihirisha mifano mingi ya namna Yesu anavyompenda kila mtu. Je, wewe unampenda kila mtu? Ndio. Kweli? Yesu alimpenda kila mtu. Na sisi tunatakiwa tumpende kila mtu, tusijali rangi yake, kabila lake, uchafu wake. Sehemu ya 4, nini hutokea tunapowapenda jirani zetu? Hebu sikia siri hii. Tunapowapenda jirani zetu, tunafanya dunia kuwa sehemu nzuri ya kuishi. Hebu fikiria ikiwa kila mtu angeonyesha wema na heshima kwa watu wote. Ugomvi ungekuwa kidogo sana, kungekuwa na tabasamu nyingi, watu wangehisi furaha na kupenda. Tuanze sasa kuwa wema na wenye heshima kwa rafiki zetu. Tuwaombe watu wenye uhitaji na kushiriki
na watu wengine chochote tulicho nacho. Hitimisho: anza kwa kuwa rafiki katika ujirani wako. Je, tumejifunza nini leo? Wangapi wameelewa? Kama mmeelewa tumejifunza nini? Amina. Wito: je, tuko tayari kuahidi kuwa tutafuata mafundisho ya Yesu na hivyo kuifanya dunia kuwa sehemu ya wema na yenye furaha? Wito wa vitendo. Juma hili Yesu anatamani utende wema kwa majirani, kusaidia kazi, kutabasamu, kumwombea mtu. Sote tuwe marafiki katika ujirani wetu. Amina. Bwana ni mwema Wakati wote. Bwana ni mwema. Kwa tumesikiliza somo liko linasemaje? Somo lilikuwa linasema marafiki katika ujana. Somo lilikuwa linasema marafiki katika ujirani. Watoto Nakaribisha watoto kwa ajili ya kutoka nje. Tusimame na watu namba 63 kusikiliza mahubiri yetu. Karibuni. Watoto karibuni mbele kuimba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya ibada ya leo. Asante kwa ajili ya watoto hawa. Watoto hawa tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako. Tunakusihi Mungu wetu kwa hayo ambayo wamejifunza
na sisi wazazi kwa hayo ambayo tumejifunza kupitia kwa watoto, yakatusaidie kwa ajili ya kukaribia zaidi kiti cha rehema. Na Mungu wetu, kadri tutakavyokaribia kiti cha rehema, ukatupatie fursa na nafasi nyingine ya kutenda hivyo kila siku tunapohitajika kutenda hivyo. Watoto hawa kadri Bwana anavyokuwa, Mungu wetu wakakuwe katika hekima yake. Roho Mtakatifu akaendelea kuwafundisha yale yote ambayo walijifunza. Wakati mwingine wanapopitia mapito magumu, Mungu wetu akaendelea kusimama katikati ya maisha haya, na kadri watakavyoishi Bwana, Yesu kaonekane katika maisha yao. Mungu wetu wa mbinguni, tunakabidhi wakuu wa idara ya watoto na vijana mikononi mwako. Endelea kuwapatia ubunifu na hekima namna ya kuendelea kuwalea watoto hao. Nasi pia kama wazazi, ukiendelea kutupatia hekima namna ya kuwalea hao watoto vizuri katika njia inayopasa, na wasiiache hata tutakapokuwa wazee. Na Mungu wetu ukatuandae kwa pamoja kwa ajili ya ufalme wako. Tunajikabidhi mikononi mwako unapokwenda kwenye mapumziko. Programu za mchana tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako, ukiendelea kuzibariki na kutupatia mafundisho mbalimbali kupitia watoto hao. Tuna imani kutenda hivyo ni katika jina la Yesu tunashukuru. Amen.